Kwenda pale nikakuta mtu kesha kufa kalazwa kwenye stretcher pale chini pale. Mzee yuko huko ndani. Nikafungua mlango. Tena mzee ndo kesha kufa kishafunikwa. Hivi unafahamu kwamba rais wa kwanza wa Zanzibari aliuawa kwa kupigwa risasi? Tena ilikuwa ni kijiweni, maeneo aliyopendelea kucheza bao, mchezo alioupenda zaidi. Unajua ni kwa nini kile ikifika tarehe 7 ya mwezi wa 4, siku hii inatupa mapumziko tena kitaifa? Unafahamu kwamba mwaka alioanza masomo Karume ndio mwaka aliofariki baba yake mzazi. Abeid Aman Karume walikuwa watoto 4 kwenye familia, na yeye ndiye alikuwa mtoto wa mwisho kufariki. Aliyehusika na mauaji ya Karume yuko wapi? Na kwa nini mke wa Abeid Aman Karume alizimia siku ya mazishi ya mumewe? Naitwa Innocent Mashauri. Karibu nikupe kumbukizi ya Abeid Aman Karume. Jina lake ukamilifu ni Abeid Aman Karume. Alizaliwa tarehe 4 ya mwezi wa 8 mwaka 1905 katika kitongoji cha Pongwe huko Mwera, wilaya ya Magharibi A, Zanzibari. Ni miaka 48 sasa imepita tangu rais wa kwanza wa Zanzibari Sheikh Abeid Aman Karume kuuawa kwa kupigwa risasi katika jengo la makao makuu ya chama cha Afro Shiraz Party ASP visiwani mjini Zanzibari mnamo tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 1972. Abeid Aman Karume ni mtoto wa kwanza kuzaliwa katika familia ya watoto 5 ya Aman Karume na Amina bint Kadir maarufu kama Amina Kadudu. Kati ya ndugu zake hao 4 wa baba mmoja na mama mmoja, wanaume walikuwa 2 na wanawake 2, na wote walifariki kabla ya mzee Karume kuuawa mwaka 1972. Alipigwa risasi wakati akicheza mchezo wa bao na wenzake, ambapo aliyemuua naye aliuawa papo hapo na walinzi wa Karume. Karume aliongoza nchi baada ya mapinduzi yaliyomwangusha sultan aliyekuwa akitawala Zanzibari hadi mwanzoni mwa mwaka 1964. Baada ya miezi mitatu, Zanzibari iliungana na Tanganyika iliyokuwa ikiongozwa na Mwalimu Nyerere. Baada ya muungano wa nchi hizi mbili uliozaa Tanzania, Karume alikuwa makamu wa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa mara ya kwanza ya mzee Karume alifunga ndoa na Pili bint Ahmed Ambari mwanzoni mwa miaka ya 40. Mke wake wa pili alikuwa ni Ashura bint Maisara. Baada ya kutengana na wake hao wawili, Karume alifunga ndoa na Fatma bint Gulam Hussein Ismail Fatma Karume mwishoni mwa Novemba mwaka 1944. Harusi ya wawili hao ilifanyika Bumbwini Misufini, na makazi ya mzee Karume na mkewe yalikuwa mtaa wa Kisima Jogoo, nyumba namba 1822 mjini Unguja. Fatma Karume alizaliwa Bumbwini mwaka 1922 katika familia ya Gulam Hussein Ismail na Mwanasha Mbwana Ramadhan. Na kama ilivyokuwa kwa binadamu katika kutafuta elimu, mzee Karume alikuwa vivyo hivyo. Kwa mujibu wa walimu wa chuo cha habari Zanzibari Ali Shaban, mzee huyo alianza masomo yake mwaka 1909 katika shule ya Mwera, mwaka ambao ndio aliofariki baba yake mzazi. Katika mwaka 1913, wakati akiwa na umri wa miaka 8, mama yake alifahamika kwa jina la Amina alimpeleka mjini Unguja kuendelea na masomo, ambapo alitumia miaka 3 tu hadi kumaliza darasa la 7. Baada ya mzee Karume kumaliza masomo yake ya darasa la 7, alionekana kuvutiwa na kazi za bandari, na wakati huo bandari ya Zanzibari ndio ilikuwa kubwa Afrika Mashariki na kituo kikuu cha biashara katika eneo zima la Afrika Mashariki. Lakini pia meli za Marekani, Uingereza, Ufaransa pamoja na Italia zilitia nanga Zanzibari kupakua na kupakia bidhaa mbalimbali, huku meli nyingine zikifika kuchukua maji safi ya kunywa yatokayo katika chemchem ya Mwanyanya. Mzee Karume, kama vile alivyopendelea kazi ya ubaharia, alimwomba mzee Juma afuatane naye ili kumuunganisha kazi japo ya kibarua katika meli zilizofika bandarini Zanzibari. Ombi hilo lilikubaliwa na alichukuliwa na kupata ajira ya muda. Kutokana na kazi yake hiyo, Karume alikutana na mabaharia kutoka nchi mbalimbali, na hivyo alivutiwa zaidi na uzuri wa maisha ya ubaharia, hali ambayo ilimfanya kumwomba ruhusa mama yake mzazi ili afanye kazi melini. Mwanzoni mama yake alikataa ombi hilo, lakini baadaye alikubali baada ya kuambiwa kuwa mwanaye hatasafiri maeneo ya mbali ya Zanzibari. Katika mwaka 1920, Karume alikubaliwa kuwa baharia na kufanya kazi katika meli ya Golden Crown
pamoja na kampuni nyingine mbalimbali. Mzee Karume aliendelea kufanya kazi hiyo mpaka 1938 alipoacha kazi hiyo baada ya kupokea ushauri wa mama yake mzazi kuachana na kazi hiyo kutokana na kuzorota kwa hali ya usalama duniani. Harakati za Mzee Karume za kuanza kwa ukombozi kwa wanyonge zilianza rasmi ilikuwa ni mwaka 1939. Baada ya kuwashauri wenzake, Karume alipata watu 6 waliokubali kujiunga naye katika chama cha mabaharia wa Unguja pamoja na Pemba. Baadaye chama hicho kiliitwa Afro Shiraz Part, ufupi wake ni ASP. Chama cha Afro Shiraz Part kilimteua Karume kuwa rais wa chama, Mtoro Rehan Kingo kuwa makamu na Thabit Kombo Jecha kuwa katibu mkuu. Mwezi wa 6 mwaka 1957, Karume alikwenda Ghana kuhudhuria sherehe za uhuru wa taifa hilo, na safari hiyo ilikuwa ni mwaliko wa kiongozi wa nchi hiyo, Kwame Nkrumah, kwa vyama vyote vya kupigania uhuru barani Afrika. Wakati wa matayarisho ya mapinduzi mwaka 1964, Abeid Karume alikuwa mwenyekiti wa kamati ya watu 14 waliotayarisha mapinduzi hayo kwa siri. Akiwa na umri wa miaka 59, Karume aliongoza mapinduzi mwaka 1964 na alitangazwa kuwa rais wa Zanzibari na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na vilevile kubaki na wadhifa wake wa rais wa Afro Shiraz Part. Mzee Karume aliuawa akiwa na umri wa miaka 67 akiwa katika jengo la makao makuu ya ASP Kisiwa Ndui. Mara tu baada ya mauaji hayo kufanyika, hali ya hatari ilitangazwa nchi nzima, ikifuatana na msako mkali uliowahusisha watu kadhaa kutoka katika vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na raia, huku taarifa zikimtaja mmoja wao kuwa ndiye mhusika mkuu. Hadi leo hii hakuna ukweli thabiti juu ya kifo cha hayati Karume, maana wengine wanahusisha kifo chake na chuki za kisiasa pamoja na mengineyo. Japokuwa mjane wa Karume, Bi Fatma Karume, anasema hakuwa akifahamu kifo cha mzee Karume mpaka alipokuja kuambiwa na mdogo wake kuwa ameona gari la mzee imetoka bila ya kuwa na mtu, ndipo alipojaribu kumpigia kamishna wa polisi wa enzi hizo, Mzee Kisasi, lakini hakufanikiwa kumpata, na kwa kuwa naye alikuwa ameshaenda hospitalini alipokuwa amehifadhiwa baada ya kupigwa risasi. Kisasi na mama, shikamoo, marhaba, vipi? Nikamwambia Mzee Kisasi yupo? Ananiambia akatoka kenda huko alikopigwa mzee. Kaona kenda hospitali, mzee kapigwa, sijui kama kafa. Nikaona kapigwa, pengine kaumia. Lakini pia Bi Fatma anasema alipofika katika hospitali ya Muungano alizuiliwa kuingia ndani na wanajeshi waliokuwa wametanda eneo hilo. Kwa bahati nzuri, mwanaye Haji Mrisho naye alikuwa ni miongoni mwa wale wanajeshi, akapata wepesi wa kuingia na kumwona Karume akiwa amelazwa chini, ameshafunikwa shuka. Pamoja na hayo, amesema siku ya maziko aliweza kuonana na Mwalimu Nyerere, walikumbatiana, lakini hakuweza kujua kilichoendelea hapo kwa kuwa alipoteza fahamu kutokana na majonzi aliyokuwa nayo. Kufuatia kuuawa kwa Sheikh Abeid Amani Karume hapo tarehe 7 ya mwezi wa 4 mwaka 1972, kesi ya uhaini ilimalizika tarehe 15 ya mwezi wa 5 mwaka 1974, ambapo washtakiwa 43 walihukumiwa adhabu ya kifo. Washtakiwa 11 walihukumiwa kwenda chuo cha mafunzo miaka 15 kila mmoja, na 4 walipewa adhabu ya kifungo cha miaka 4 kila mmoja. Washtakiwa 16 waliachiwa kwa kukosekana ushahidi na wengine 6 walisamehewa kwa kukosa kesi ya kujibu. Mshtakiwa mmoja alifariki akiwa kizuizini baada ya kumalizika kesi hiyo, ingawa washtakiwa 43 walihukumiwa adhabu ya kifo, wakiwemo 9 waliokiri kupanga njama za kumuua Sheikh Karume. Wote waliachiliwa huru siku ya Jumamosi, na ilikuwa ni tarehe 19 ya mwezi wa 5 mwaka 1974. Kwa vyovyote vile, jina la Abeid Karume halitosahaulika katika historia ya ukombozi wa Zanzibari. Haiwezekani kuandika au kuzungumzia ukombozi na mafanikio ya maendeleo ya Zanzibari bila kutaja jina la Abeid Karume. Nikafungua mlango, tena mzee kishakufa, kishafunikwa. Mimi ni Innocent Mashauri na hii ni Mwananchi Digital.
subscribe.